Hey yo, my man Fakes. What up, son? It's your boy Shady right here with my man Kylie Cody. You know what time it is, nigga. I'm coming through the street like a one-man army. Got my side locked, can't nobody disarm me. Bana, mambo vipi? Nikukaribishe tena kwenye session. Jina langu mimi naitwa Deco B, lakini leo kupitia voice call kwa njia ya WhatsApp niko na mwana hip hop ambaye pia ni chali wa Chuga, lakini anajitafutia life lake mbele kabisa kutokea pande za UK, kitaa fulani kinaitwa Norwich. Niko naye kwenye voice call, tuko tunapiga exclusive, tuko tunaongelea life la kwa laendaje, lakini muziki wa hip hop kwa ujumla. Lakini kitu kingine bana, kama wiki mbili zilizopita nilipita katika studio za Kali Zone, nikakutana na ngoma moja inaitwa Gangster, lakini katika kuuliza hiyo ngoma ni ya nani, nikaambiwa ni jiwe la mtu mzima Maniga Bra Shady, ambaye ndiye huyu niko naye kwenye line hapa hivi. Tunapiga story kupitia voice call. Nikukaribishe tu wote mwanzo mpaka mwisho ufahamu kuhusiana na ngoma yake kali ambayo itakuja soon inayokwenda kwa jina la Gangster. Maniga Bra Shady, mambo vipi? Bwana fresh, Maniga Deco B, mambo vipi nyamuzi? Uko poa? Mzuka ni mwingi huku Chuga bana, baridi ya Yesu imetawala, mvua inanyesha kinoma noma. Machali wa Chuga wanasema haina kwere. Mitikasi zinaendaje? Bwana fresh, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko tena kwa siku mpya kama hii ya Pasaka, Jumatatu, hii special day. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli kwa kutufikisha tena siku kama hii bwana. Tuko tunapambana na gurudumu la maisha. Mungu ni mwema, that's all I can say brother. Imekaa fresh sana bro. Bana, mimi last time nilikutana na mwana mmoja akaniambia location yako kwa sasa inasoma pande za UK, kitaa cha Norwich. Hiyo imekaa fresh, ni kweli au umeshabadilisha location? Kama unavyojua mzee B, mimi mwezi wako ni mzee wa kubadilisha location masaa 24 24/7 my nigga, you already know. Sasa hivi niko UK, nilitoka Oregon States, sasa hivi nilipotoka Bongo, then nimerudi sasa hivi niko UK kidogo, sijajua nitakuwa kwa muda gani hapa, then baada ya flight hapa nitakurupuka tena, sijajua exactly nitakuwa nchi gani, lakini nitakurupuka hapa kwenye miezi miwili mitatu tena ndugu yako. Okay, fresh sana mwanangu. Bana, 2 weeks mimi nimepita pande za Kali Zone, lakini katika kusikilizisha ngoma ambazo zimepigwa pale pia ile mikwaju ya heshima, kuna mkwaju mmoja ile ukuta unaitwa Gangster. Nikaambia bana Shady, wewe ndio unahusika kule na mwanao mmoja ambaye anatokea pande za China. Tunataka tu tueleze kidogo kuhusiana na Gangster. Wimbo wangu wa Gangster nilipiga mimi na mshikaji wangu mmoja anaitwa Kyle Cortez. Okay. Ni mshikaji wangu yani wa karibu sana, yani it's a blood family, yani since way back, yani toka wakati we came up with the idea kwamba bwana yes tulikuwa tuko kwenye mzuka tu, alikuwa ametoka Dar na mimi nilikuwa Arusha, so tukakutana wote, tuko Tanzania. Okay. Ingawa sasa hivi base nani Dar anafanya harakati zake huko mbishe kama kao, lakini tulikuja tu na idea kwamba bwana vipi, why can't we just get in the studio and do something, then tukaamua kwamba bwana poa fresh tuingie studio tufanye kazi moja mbili tatu pale kwa Kali Zone, tukaamua kurecord wimbo mmoja wa Gangster. Okay. Fact alitisha hiyo siku, alitengeneza beat moja, tukaona ile beat tumeelewa, ikabidi tukapikia ile beat mzee tukarekodi. Bana, ni kwa nini mlichagua kufanya muziki wa hip hop? Lakini pia mimi najua pia wewe ni miongoni mwa watu ambao wanahasu sana kwenye nchi za kigeni. Nataka uniambie ni kwa nini ngoma mkaiita Gangster? Well, nilipokuwa Tanzania hiyo siku nakumbuka kuna kitu sisi tulikuwa tunaongea, kuna I can't remember exactly, lakini nakumbuka tulikuwa tukasehemu na washikaji sasa pakatokea mabishano fulani kati ya washikaji, then wewe unakuja na kwambia sijui I'm a gangster. Sasa ile kitu nimekaa swing, yani sikuongea neno lolote mimi na mshikaji wangu ile, tukawa tunasikiliza ile conversation za washikaji. Okay. Then
mimi nikakumbuka tu yani pale pale zikani picha moja yani zilinijia nani picha tofauti za changamoto za maisha ambazo yani nilishapitia mimi mwenyewe binafsi au kuangalia kupitia watu wengine wa karibu yani kama washikaji ndugu jamaa na marafiki katika nchi ambazo kasawika ile picha moja ambayo ilikuwa niko South Africa. Okay. Kuna siku tumetoka somewhere kule bunduki watu wakakumutisha kicho mambo ya simu. At the time nilikuwa naishi South Africa. Then nikakumbuka tulienda sehemu moja ilikuwa inaitwa nani Kaili. Yeah, ni document tulienda kuchapa pale yani tumepaki gari tu. Wakaja wa South Africa wa Xhosa. Kisema Xhosa sijui kama utakuelewa ila ndo wanapewa pronounce yani kama ile umesha check ile nani ile movie inaitwa The Gods Must Be Crazy unaona Okay. Huko tunaitaga msandawe. Click Tanzania. Msandawe. Yeah, kwa Tanzania mnaita msandawe. Yeah. South Africa, Botswana, wapi Namibia tunaita nani? Bushman. It reminds me back in the day kwa ile movie The Gods Must Be Crazy. Yeah, kama ile msandawe. So mkaambia zangu bwana nyinyi mnaongelea mambo ya gangster lakini ningetamani kuna yani naona nyinyi watu ni kitu ambacho mna proud lakini mimi siwezi nika proud kwa kitu kama hicho kwa sababu ni maisha halisi ambayo nishapitia nishayaona kwa macho yangu nimeshuhudia mtu anauliwa hivi mtu anapigwa risasi hivi mtu anachomwa visu hivi yani ni matukio ambayo niliona kwangu ambayo yani it's a lot of painful yani ambayo yani hata sitaraji kukumbuka au kufikiria au kuyaongelea kwa sababu kila naongelea ninaona kama ile picha inajia alafu nakumbuka hali halisi yani jinsi mambo yalivyokuwa mtu wangu niko bi so vitu kama hivyo yani it's a painful but ni maisha ya dunia tunapitia changamoto nyingi tunakutana na mambo mengi lakini ndo vitu kama hivyo mshikaji wangu so yeah man that's how it is. Ndani ya gangster mmemwongelea mshikaji ambaye amepitia ugangster na ndio target ya ngoma pia kuwaelewesha watu kuwa gangster ni mtu wa aina gani. Kwa mtu yoyote yule ambaye anakusikiliza na anajiona ni gangster, vitu gani labda ilitakiwa awe amevipitia ndio aweze kujiita gangster? Yani kwa maisha lisi ndugu yangu Reko B, I don't proud of anything about something gangster. Yani siwezi nikasema eti ni ujanja wa maisha kwa mjanja aweze akakwambia mimi ni gangster. Mtu anayejiproud na kukwambia mimi ni gangster, mimi nitakaa tu nitamtazama hivi nitamwangalia hivi nitamwambia all right you a gangster. Go exactly na yani pitia nenda kwenye maisha fulani ambayo uangalie yani wale watu ambao wanajiproud kwamba mimi ni gangster wako wapi katika hii point yani au katika muda kama huu ambao waongelea hii interview. Wengi wao wameshia majela, wengi wao yani wamepigwa marisasi au wameshauliwa. Yani ni mambo ya kusikitisha, yani ni kitu ambacho siwezi nika proud kwa mtu yoyote. Ndo kama umefuatilia ile documentary kwa mfano ya maniga yake Tupac. Okay. Akina Gaddafi. Ya nini? Unaona Ndio. Washikaji ambao wamedondoshwa pale wengi walikuwa nao ni majibu walikuwa wanakuambia ni gangster. Alafu kuna mwingine nimemsahau jina labda unaweza ukamkumbuka ukanikumbusha ni Arafat au nani ambaye ameslim sasa hivi ni Muslim ni Christian akaamua kuna ni kwa nani Muislamu ambaye anazunguka nchi kibao nani hichi huko kwa sometime nani chiza Arabu huko Saudi sema kama hizo zote na kwa huko Europe UK anajaribu kuambia watoto wadogo vijana wadogo kwa yani jamani jaribuni kuishi maisha yenu msitake kuetea maisha ya kusema mimi ama gangster ni kama unajitafutia kaburi mwenyewe so kwa experience kama hizo mwenyewe anaelewa mimi mwenyewe kwa binafsi yani nimepitia changamoto nyingi za maisha yangu binafsi najua pitia ambayo nimepitia kwa changamoto nyingi ambazo nimepitia ni all I can say napenda tu yani kuwa mtu mwema karibu na Mungu. That's all I say kama mwana hip hop kwa sababu hip hop sio uhuni.
Okay. Hip hop ni wewe mwenyewe, yani unaongea machungu ya maisha yako, jinsi ile how you feel life, how you get recognized kama kuitukia jamii kwa style fulani 1 2 3, lakini you know exactly what's going on about it. Kwenye mziki wa hip hop kuna icon kibao, kina Tupac, kina B.I.G, wapo wengi sana, kina Snoop Dogg, kina Dr. Dre. Ni yupi ambaye tunaweza tukasema ni real definition of gangster? Well, I mean, okay, for example, let's say all of them walikuwa wanaongelea pia sometime mambo ya gangster, lakini yani unajua yani don't really live the yani hawaishi yale maisha. Tupac yani alikutana na changamoto ambazo at the end of the day labda alipigwa nani risasi hadi mwisho wa siku tena wakaja kumuua. Changamoto zile watu kama vile kukutana navyo kwenye maisha, lakini kuna mtu ambaye anakuwa anapenda sometimes ku play ile part ya maisha, lakini sio kwamba kama ni ndo nani, yani ndo maisha ambayo anataka kuishi. Kwa sababu mimi mwenyewe nimepata chance ya kukaa na mshikaji wake Tupac mwenyewe, ambaye hata kumbukumbu ninazo hapa na naweza nikakutumia ni proof kwamba nilikuwa na mshikaji wake, kama unamjua nani, Wood Harris, mshikaji wake. Okay. Ambaye alicheza wote about if you kama umesha angalia Prim, mwanae yule nisha kukutana naye wakati na South Africa, tulikutana Cape Town. Alikuja, kuna movie moja alikuja kucheza, walikuja hawa kina Denzel Washington, sikumbuki nani mwingine, lakini namkumbuka Denzel Washington alikuja na yeye mwenyewe, mshikaji alikuja alicheza ile movie pale Cape Town. So yani nilipata nafasi ya kuwa naye karibu sana, alikuwa mshikaji wangu wa karibu. Tuna some time club out, we spend a lot together, yani vitu kama mtani. Okay. So yani alikuwa ananiambia, bwana, yani ndio hivi mwanangu, vitu kama hivi sometime yani me I just look at people like I try to be a gangster, or somebody gotta be like yeah gangster, but you know at the end of the day vitu kama hivi kwamba ni vinakuja kwa potezea maisha yao. Mtu anakuja kujikutiza jingizi ya genge ambao hutaki wewe, yani unakuja kujitome pokea, umeacha familia yako, umeacha watoto wako, things like that, vitu kama hivi. Kwa upande mwingine tunaweza tukasema kuwa maisha ya Tupac yaliathiriwa zaidi na ugangster. Mimi naamini Tupac alikuwa anaishi maisha yake, na Tupac alikuwa yuko real. Tupac alikuwa hafeki maisha ya mtu mwingine. Ila sasa sometime kama hivi sasa hivi za vitu vile au kuna ambao yani ukuta yani unaishi maisha mimi gangster, lakini what's the meaning of gangster? They don't even know what's the meaning of gangster. Sasa kwa hiyo unakuta mtu tu yani anataka kujifanya yeye ni mbabe, au anamiliki nani, yani anamiliki mtaa kwamba yeye anaweza kucontrol mtu yote, lakini which is not. Okay. Like Tupac alikuwa haishi yani, though like some people can still believe kwamba Tupac alikuwa anaishi maisha ya gangster, unaona, lakini Tupac was just living his own life. Yani yeye alikuwa kama yeye, unaona. Tupac alikuwa haishi maisha ya kuigiza au ya kujifananisha sijui vipi, no. Yani alikuwa anaishi maisha yake yeye kama yeye. So yani hata kama watamuua sema he was a gangster, yule anaweza kamili kasema he was a gangster kwa namna yake, lakini ingawa hata yeye kwamba alikuwa anaishi kama gangster, lakini sio kwamba kama hivi vizazi tunavyoishi navyo sasa hivi wanakwambia mimi ama gangster, lakini hajawahi kupitia maisha ya gangster na kujua gangster life iko vipi, unakula vipi, yani nothing about how you roll. They know nothing about how you roll on the streets. You gotta know the street codes, unaona lazima zile codes za street. Unatembea, unakula hapa, umeongea na sister du hapa, kuna code ndani za maisha ya street life. So when you call yourself you're a gangster, you gotta know how to handle the situation streets. Unaona vitu kama hivyo ndugu yangu. Yani Mwenyezi Mungu akipenda, kusema kweli nilikuwa mimi nilikuwa nimeshapani kwa sababu nishaongea na mwanangu Kyle Cortez, mshikaji wangu wa China ambaye yuko TZ right now. He's in Dar City, just came all the way from China like a few days ago, like less than 5 days all the way from now. So yani
mwanangu yuko down, nilikuwa nimeongea naye akaniambia bwana Shady kama vipi it's fine na muda mrefu kidogo, kwa hiyo kama vipi mwanangu tutafanyaje? Yeah, we can drop that your project kwa sababu tuna project nyingine pia ambayo imebaki kidogo. Okay. Yani hiyo imeshakamilika. Yeah, ambayo tulifanyia Usariva, unaona yani okay. Kama imeshakamilika lakini imebakiza vitu vidogo sana ili kamilike, lakini so far tuna hii project ambayo imekamilika na mshikaji wangu akaniambia kama vipi let's do this. So yeah, we're ready to yani tuko tayari ku drop down as soon as possible. Yani let's say anytime from now unaweza ukashangata kesho within 24 hours, kesho kutwa kitu kiko hewani na nitakutumia DecoB. Yeah, link. Okay. Then you can always still share when listen kwenye nani yani kwenye nani zako lazima pia tusambaze kwa wana nao wa enjoy good music. Itakuwa kwenye account gani sasa? Jina la platform litakuwa ni jina gani? Okay, if you go just yani my YouTube channel, man, it's always Shady, man. SHEDY. Okay. Whenever you get a chance, click up on that. It's gonna come up. Hata ukiandika Shady Tambara itatokea kwenye YouTube then. But this time we're not planning to plan kutoa nani video kwa sababu mshikaji yuko busy na mimi niko busy. Sijapata muda kutulia, ndo nimetoka Tanzania mwezi uliopita tarehe 1 hapo mwezi Machi. So yani mambo yamekuwa mengi kidogo, harakati kurupushani za maisha ya dunia. Unajua mwenyewe unaelewa DecoB, nimekaa muda mrefu huko ndugu yangu. Wewe mwenyewe ulikuwa uko busy vitu kama hivyo. So yani sijapata muda exactly wa kusema hata tufanye video mimi na mshikaji. So itakuwa ngumu kusema kweli. Kwa hiyo tumeamua hii tutaiachia kama audio, then next track we got a plan. Nikirudi soon Tanzania kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, we planning like we gotta drop another video for different track. Nakubali sana Maniga Shady kutokea pande za UK. Tumalize na swali moja la mwisho. Tuambie tu kwa wale watu ambao walikuwa wamemiss pia madude ya hip hop. Mimi naamini ni dude moja la heshima kabisa. Wajiandae vipi kulipokea hili dude? Yani let them know, let everybody know so, man. I mean, yani kwamba tunakuja na dude moja maridadi, gangster. Shout out to my man in Calizone Record. Yeah. Pia bila kumsahau mwanangu nani Magaviko, so naye alisababisha ule usiku, yani tulikuwepo wote pamoja. We did a lot of things and all that. So yeah, yani kila man, kitu kilikuwa poa. Na kushukuru Mwenyezi Mungu, yani everything went smooth. Without forget my brother, Kyle Coates. Bila kusahau Kyle Coates, naye alisababisha kuweka mambo fanya rakasi music in gospel, man. You already know that's it's a boy Shady. Bana, mimi nashukuru sana. Bwana, shukrani DecoB. Mimi sina maneno mengi sana kusema, lakini bali na shukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Nimefurahi kuongea na wewe. Tunasikilizia ngoma itoke. You know? Yeah, nitakutumia ndugu yangu, hamna tatizo bwana. Wape machizo wote wa A-Town Arechuga. Yeah, nawapenda sana washikaji zangu, brother and sister all the way from A-Town. Nakubali. A-Town iko mabegani. Yani Arusha mkoa wangu natembea nao.